Huduma ya Jesus Glory, kufika kusikofikiwa na Injili ya Yesu Kristo, imeanza tangu mwaka 2001. Huduma hii imekuwa ikihubiri Injili ndani na nje ya Tanzania. Kupitia huduma hii, Mungu amekuwa akitenda mambo makubwa ambayo yameleta mafanikio makubwa katika jamii, kiroho na kiuchumi. Kutokana na matokeo hayo, Mungu amejitukuza kupitia watu wake kwa shuhuda mbalimbali ambazo Mungu alizowatendea. Na huu ni moja ya ushuhuda ambao Mungu ametenda. Majina yangu ni mchungaji Timothy Kahigi, mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, katika jimbo la Mashariki na usharika wa Katale. Mimi ninataka kutoa ushuhuda wangu kuhusiana na huduma hii ya kufika kusipofikiwa na Injili ya Yesu Kristo, hasa katika maeneo ya huku Bugabo. Chombo hiki cha huduma ya kufika kusikofikiwa na Injili ya Yesu Kristo kimekuwa msaada mkubwa sana katika maeneo yetu ya huku Bugabo, na kwa sababu kimeweza kutunganisha sisi watu wa makanisa mbalimbali na watumishi wake, wachungaji pamoja na wainjilisti ambao tunaendelea kushirikiana katika kuhudumia neno la Mungu. Chombo hiki kwanza kimejengea katika msingi wa maombi ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Yohana 17:21 anaposema wote wawe na umoja. Na kwa kweli tumeona umuhimu wa kuunganisha nguvu yetu pamoja katika kuhudumu kwa umoja na kwa ushirikiano wetu. Na kupitia chombo hiki sisi makanisa ya Kilutheri na makanisa mengine ya Kipentekoste tumeshirikiana katika kutoa huduma zetu, na hasa pale ambapo tunatafakari na kutafuta changamoto ambazo zinakabili jamii yetu. Na hapa mimi nataka nizungumzie kwa ufupi au nishuhudie matukio mawili ambayo tumeshirikiana katika huduma. Tukio la kwanza, jamii yetu ilikuwa imeathiriwa sana na vijana wengi wa kiume, na hasa ambao walikuwa wanaonekana wameoa karibuni. Walipokuwa wakienda ziwani kwenda kuvua, wengi walikuwa wanafariki huko, hawarudi nyumbani. Maana yake tunao wajane wengi tena ambao walikuwa bado wachanga sana, ambao walikuwa wengi wanapoteza waume zao kutokana na waume zao kufia ziwani. Hii changamoto ilipozidi, sisi kwa nguvu yetu na kwa umoja wetu kama kanisa tuliitana, tulishirikishana, alafu baadaye tukaamua kwenda katika eneo hasa ambako tatizo lile lilikuwa linajitokeza mara kwa mara. Mwaka 2020 na mwaka 2019, na pale tukaweza kufanya maombi maalum na kuliambia ziwa kwamba sasa wewe ziwa uliletwa hapa, ukawepo hapa ili watu wapate kitoweo, lakini badala yake sasa imeonekana kwamba wewe ziwa umeanza kula watu. Na kwa kweli tangia leo tunataka kusimisha, hakuna kula watu tena, bali kila watakao kuwa nakuja hapa watakuwa nakuja wanapata kile ambacho kimewaleta hapa, wanakwenda kufurahia pamoja na familia zao. Na kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Matokeo ambayo yametokea tangu tulipofanya yale maombi, lile tatizo la vijana wengi kufa maji kwenda kuvua wasirudi lilikoma ama lilipungua kwa kiasi kikubwa. Na hata katika hilo tukamshukuru Mungu, na baadaye tulipata nafasi ya kurudi tena, tukamshukuru Mungu katika umoja wetu. Hilo ni tukio la kwanza. Lakini tukio la pili ambalo tulifanya kwa umoja wetu ilikuwa ni tukio la, kuna eneo moja kati ya mpaka wa kijiji cha Katale na kijiji cha Rubafu, eneo ambalo lilikuwa
limekithiri sana, na hasa kwa wakazi wengi wa Rubafu na Kiamalange, ambalo walikuwa wanaona kwamba linaleta matatizo makubwa, na hasa kinakuwa ni kikwazo kwamba miradi yote, hasa miradi mikubwa ambayo ilikuwa inaelekezwa kule, kwamba ikifika pale inagota alafu inarudi.